Halo. Vipi mjomba? Bwana. Mjomba, vipi mjomba? Mbona uko spidi sana mjomba? Kwani unafikiri nilikuwa nimekuona basi mjomba? Hata sijakuona. Kwanza shikamoo mjomba. Mahaba mjomba. Hali yako mjomba? Si jambo. Ndio. Unavoniona hapa? Sawa. Naelekea kwa mama Njenje. Kuna msiba. Yule mama yule anaishi kule bondeni. Yule mama mjane yule. Yule mama mchoma vitumbua. Ina maana huna taarifa mjomba? Hapana, sina taarifa yote. Yule mama mchoma vitumbua ndio kafariki. Subiri kwanza. Hivi yule mwanamke aliyofiwa na mtoto sinasikia anakaa mjini? Ndio mwenyewe. Jamani, tutakula wapi vitumbua vizuri kama vya yule mama? Hapana mjomba. Hajafa mama Njenje. Kafa nani sasa katika kwa wale watoto wake? Aliyefariki ni mjukuu wake wa kike. So unajua pale nyumbani kwake anaishi na watoto wawili ambaye ni wajukuu zake. Kuna mmoja ambaye ni wa mtoto wake wa kike, Neema. Na yule wa pili ni mjukuu wa mtoto wake wa kiume ambaye ni Matatizo. Mjomba, hii ni hatari sana. Lakini nashangaa mwenyekiti akatoa maamuzi ya kuzika mtoto na wakati mtoto hayupo. Sasa ninavyosikia yule mwanamke ni mkali. Yaani siku akija hapa kijijini, haki ya Mungu apakaliki. Yetu macho. Taona. Twende. Na tena ni hatari kubwa sana. Yule mama ana tabia sana za uswahilini. Mjomba, yetu macho na masikio. Acha mimi niwahi msibani mjomba. Haina shida mjomba. Sababu nilikuwa naelekea nyumbani. Ndio. Ngoja nikajiandae ili niwaamini niweze kufika. Basi sawa mjomba. Haina shida mjomba. Haya. Sikiliza mama, kipindi wakina mama wanaendelea kuja, nyinyi mliopo hapo kuta mnaandaa mazingira ya chakula. Muandae uji, mtenge maharage, ili na utaratibu mwingine uendelee. Sawa mwenyekiti. Nyinyi vijana, ni watatu, njoo. Nimewaita hapa
naomba mwelekee makaburini, mkachimbe kaburi. Mimi najua nini nakifanya. Lakini mwenyekiti, lakini nini? Hebu nenda mkachimbe kaburi. Mkishamaliza mnirudishie ripoti, mimi nitajua nini nitafanya. Nenda. Mariam. Be. Habari yako bwana? Nzuri, za kwako Mavuno? Nzuri tu. Kwanza pole. Asante ndugu yangu. Mariam. Be. Naona huko mjini maisha sio mabaya. Nadhani mjini kuna nini ndugu yangu? Ni kupambana hivyo hivyo. Hamna hata jipya. Sema tu ndio hivyo tunakimbilia mjini lakini hamna chochote. Wewe ulivyo nawili, alafu na sisi kila siku jua linatupiga, kazi zetu, mvua yetu, jua letu. Wewe ni utofauti? Hamna utofauti, tuachane na hizo habari. Hivi nyinyi hapa kwenye hichi kijiji mnaishije lakini? Kwa matukio yote yanayoendelea kutokea hapa, hamiaoni lakini? Mmeyafumbia macho. Haya matatizo yataendelea mpaka lini ndugu yangu? Hichi kijiji hakina mwenyekiti? Mwenyekiti tunaye. Na kitu kingine Mariam. Jaribu kutumia vizuri mdomo wako. Na ujue namna ya kubalance huo mdomo. Angalia. Sije ukafuatia wewe. Nenda kuoga wewe unajua. Tupige maji, unajua leo hivi. Dada tuka maji leo ni yako. Jamani mimi nimechoka. Mzamini yako chota maji. Hivi nyie mnavokataa kuchota maji, nani anawachotea maji? Sasa kujeni mimi nichote afu mimi na natawachotea. Nini? Afu mimi dada yako. Dada yako yoni. Dada mbaya kama wewe si mlingo, maana dada kama wewe. Wewe koma wewe, niko mdogo wangu. Hivi maisha tunayoishi hapa kijijini naona yako sawa? Kivipi labda? Kuhusiana na mtoto Shinji. We dada koma. Unaniambia kwamba nipunguze mdomo, si ndio? Naropoka. Lakini hakuna shida. Mimi nina imani ufumbuzi utatokea. Halafu kabla ya yote, anaokuwa anafanya matukio ni nani? Naomba uniambie, wewe ni ndugu yangu. Na imani huwezi kunificha. Tafadhali Mariam. Mimi katika hilo kwenye kumtaja tu hapo, mimi usinihusishe. Na kingine, hiki kijiji Mariam kina wenyewe. Kwa hiyo jaribu kutumia vizuri huo mdomo wako. Ujue namna ya kubalance matumizi ya mdomo. Angalia, sije kafuatia zamu yako. Sasa nikwambie kitu. Hata ukinificha, taarifa zote ninazo. Usizani taarifa mimi sizijui. Taarifa ninazo. Huyo wenyewe mnamuogopa nyinyi. Hapa kwangu kafika. Nitapambana naye mwanzo mwisho. Tunaishi hapo hapo. Shinde tena. Kabisa? Mimi kwa kweli sakini wala tamela na busu kwa kweli. Kwanza naogopa hapa nilipo. Mada za Shinde. Ndugu yangu naomba uache. Tena acha kabisa, tena acha. Toba, kumekucha hela. Haula.
mpaka kitaeleweka. Nyie si mmemfumbia macho, naona mnamuogopa sana. Sasa nakwambiaje, mimi kama Mariamu, aliyefariki ni mtoto wangu, nitapambana naye. Huyo mtoto wa Manamba, naomba kabisa nimtaje, mtoto wa Manamba. Hapo hapo, kama umeshamjua, basi naomba baki kujua hivyo hivyo, na mimi sitakupa jibu jingine tofauti na hilo. Ndo yeye. Naenda zangu kisimani. Nikitoka kisimani, nitaenda kuonana na wewe mwenyekiti wenu. Naona nyinyi mnashindwa kufanyia kazi hili jambo. Subiria na wewe mtoto wako aje afe, ndio utaona uchungu ambao nilionao mimi. Naenda zangu kisimani, naona kama unanipotezea muda. Salama. Na nimefika hapa muda, yani mpaka nilikuwa nishaanza kusinzia. Nilikuwa naelekea kisimani kufuata maji. Ila pole na kazi mume wangu. Asante. Ila mke wangu, mbona kama vile haupo sawa? Tena, afadhali mwenyekiti nimekukuta. Mama, hata salamu hamna. Hiyo salamu wewe mwenyekiti unaoitaka. Salamu sio muhimu kama hili jambo ambalo limenileta hapa mwenyekiti. Nina malalamiko kuhusiana na mtoto wa Manamba. Malalamiko gani? Hivi mtoto wa Manamba amekuwa ni nani katika kijiji hiki yeye? Ni nani? Nisikilize mama nikueleze. Ni kwamba kuhusiana na swala la Manamba, nilishamuita hapa kwangu. Na akafika hapa kabisa nikamweleza kwa makini. Na kaniahidi anaenda kulifikiria na kulifanyia kazi. Lakini kufikia mpaka sasa hakuna kitu kinachoendelea. Shida nini? Ni kweli mume wangu siko sawa. Unajua nilienda kisimani, nilivyoenda kisimani, watu niliwakuta huko wote wamenikimbia. Sikujua hata tatizo nini. Nilijaribu labda kugeuka nyuma yangu kuangalia labda kuna mtu mwingine, lakini hakuna mtu mwingine. Nikajaribu kujiangalia huenda labda nimevaa mavazi nimegeuza hata, lakini kulikuwa hakuna kitu chochote. Nikagundua kwa ananikimbia mimi. Unajua hicho kitu kimeniumiza sana mume wangu. Hapo kutakuwa na tatizo. Kwa sababu wewe sio mnyama eti watu wakukimbie. Ila mke wangu, hakuna ambalo lina mwanzo likose mwisho. Sasa kama we mwenyekiti unashindwa, sisi wananchi wako tutafanya nini? Na huu wajibu ni wa kwako mwenyewe, sio wa kwetu sisi wanakijiji. Wewe ndio unatakiwa uchukue maamuzi. Maana huyu mtoto wa Manamba amezidi sasa. Leo ameniulia mtoto wangu. Kesho anakuulia wewe, mtoto wako wewe. Kesho kutwa ataua mtoto wa mtu mwingine. Wewe unajisikia raha? Haya matukio yanaendelea kuendelea hapa kwenye hichi kijiji. Mwenyekiti, tunaomba uchukue maamuzi. Mimi sipendi na ninayasikia huko ni mengi tu. Tafadhali. Mama, sigusi vidonda vyako. Lakini kwamba kwenye hiki kijiji wamesha kufa wengi kupitia huyo mtoto. Lakini mimi kama mwenyekiti wa kijiji hiki nimechoka na matukio. Na kwa sasa nachukua jukumu la kumchukua kijana mwingine nimwagize kwa Manamba. Akishindwa kulishughulikia, hayo yote tu atapita tu. Ni mapito tu mke wangu. Una maana gani kusema hivyo mume wangu? Unajua inashangaza kutana tu na mtu hivi akukimbie.
Inashangaza sana mume wangu. Alafu yani nimeogopa sana kiufupi mume wangu. Mke wangu, hebu tuachane na hayo. Na kuomba uingie ndani kaniandae chakula. Maana hapa nilipo nina njaa kutosha mke wangu. Sawa mume wangu. Mimi naacha wanakijiji wafanye hatua wanayoona inastahili kwa Manamba na mwanae. Na hisi hapo umenielewa mama? Hakuna shida, nimekuelewa. Na hayo ndo maamuzi sahihi kama mwenyekiti. Tunakutegemea kwenye hichi kijiji. Sawa. Ngoja niendelee na majukumu ya serikali. Hakuna shida. Acha na mimi niende nyumbani. Shikamoo mwenyekiti. Marhaba, ujambo? Si jambo mwenyekiti. Ndio kamanda wangu. Nilikuwa nakuona huko kasi sana mwenyekiti. Amani. Vizuri kukutana na wewe. Ndio. Ni kwamba kuna hili swala la Manamba limezidi kuwa gumzo kwenye kijiji chetu. Nafahamu mwenyekiti. Sasa ninachokuomba mufikishie taarifa kuwa sihitaji kumuona kwenye kijiji changu na familia yake. Sawa sawa. Sababu mara kwanza nilimwambia akakataa. Sasa hivi nakuagiza wewe kama kamanda wangu, hakikisha umemfikishia huyu ujumbe na sitaki kumuona. Na akishindwa, jukumu ndakalo ulichukua ni kuachia wanakijiji wafanye wanachokitaka. Ondoa shaka mwenyekiti. Mimi nitamfikishia taarifa. Sawa kamanda wangu. Thank you.